Mimi ni mjumbe wa mtaa, naitwa Maila. Hili kwanza sisi kama wajumbe, serikali ya mtaa limetushinda. Sasa wananchi tukiwaachia tena msala huu watatusumbua sisi. Na wewe tayari umefunga, tusikuone. Mimi naomba kazi iendelee. Mheshimiwa labda niongee kidogo. Sawa, ngoja kwanza. Mjumbe njoo. Kwa nini unasema limewashinda? Limetushinda mpaka tukawapata nyinyi. Maana tumeanza na huyu mzee mwenzangu kama serikali ya mtaa. Tukaanza mazungumzo naye. Tufanyeni hivi, wakati ni msingi ule ulikuwa haupo. Ukawekwa msingi tukamuita na mtendaji wa kata alikuwepo. Mtendaji wa mtaa. Wakati ukuta umefika hivi haujajengwa kabisa. Ulikuwa ni msingi. Tukasema hapa pasiendelee. Lakini na barabara ikawa limefungwa. Hivyo linaendelea kujengwa mpaka leo hii. Nini maana ya kusema tumeshindwa? Hiyo sasa tumekataa, ila mtu anaendelea kujenga. Tutafika wapi? Kwa majina naitwa Joyce Pascal. Kwa hichi kilichotokea, haisemi mmetusaidia sana. Maana sisi wananchi tulikuwa tunanyanyaswa sana. Ukikuta kama umejenga hapa maeneo unahamishwa. Mwenyewe anasema utoke au akulipe pesa. Kama usipokulipa pesa utatoka hata bila kutolewa pesa. Utaondoka. Tunaishukuru sana serikali kwa kutusaidia. Tunatoa shukrani sana. Naitwa Abduli Mgendi Kirahuka. Nimetuumiza sana sisi wananchi. Nimetuumiza mno na tunashukuru serikali ya Mama Samia kwa sasa inapotekeleza hii wajibu wake wa kutusaidia sisi raia ambao hatuna haki, ni wanyonge. Na tunaishukuru sana. Tunawaombeni viongozi wote mnaofanya hili swala muendelee kuwa na moyo wa namna hii. Hatuna cha kuwalipeni nyinyi zaidi ya kuwapa ushirikiano wenu kwa tukio lote litakalotakiwa kufanyika. Huu mgogoro umenichukulia muda mrefu sana ambao nashinda kutafuta kipato cha familia yangu. Mpaka inafikia hatua vitu vingine vinadaiwa ambavyo ni vya kifamilia unashindwa kuvitekeleza, unakuja kuangalia swala la tukio kama hili. Inachukua muda mrefu, tumezunguka kwa muda, tumetafuta uongozi mpaka kuja kufikia hatua hii ya leo. Imenikosti kiasi kikubwa sana. Sio kwamba na mshahara naolipo, hapana. Mimi nategemea kazi yangu ya bodaboda ili niweze kuingiza kipato 200, 300 na mnanifanya mambo mengine yanayotokea kwenye familia yangu. Nashukuru kwa hili lilofanyika hili leo. Kidogo limenipa faraja kwenye moyo wangu, nimeridhika. Tunashukuru sana kwa mkuu wa wilaya wetu tueta Kahama hii. Tunawashukuru sana waliomuona anafaa kuja Kahama, tunawashukuru pia. Tusingepata huu msaada kwa watu wengine ambao wangelikuwepo. Tunamshukuru sana kiongozi, tunadoa naye huyu kiongozi. Atakachokisema kwa wananchi wake tunakubali. Kuanzia hivi sasa tunamuunga mkono na sio leo hii. Tumeshamuunga mkono kama sema bodaboda muda mrefu sana. Hajawahi kututa si bodaboda kwenye mikutano tukatae kufika. Ni mtu wa watu, tunaomba aendelee kuwa na moyo huu na aendelee kuwa na cheo kikubwa zaidi ya hiki. Mohamed Roekeza. Kwa kweli baba ametunyanyasa na ametudhalilisha kwa sababu wenyewe tutafuta hela kufanyaje? Tulihangaikia ili tujenge hapa. Mimi nilikuja kukutana naye hapa, alisema yeye atajenga kwa ubabe na atatuziba mpaka kule. Kwa sababu hapa sisi sio wenyeji wake. Mwenyeji ni yeye na ile eneo lote ni la kwake. Hahitaji jirani wa kumfika kwenye mapaja. Kwa hiyo tunashukuru serikali kwa hiki kilichotusaidia. Tunaishukuru sana serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan mheshimiwa, lakini pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili kwa sababu Mwenyezi Mungu ni wa kwanza na hao wengine viongozi wanatekeleza kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ujio wa mheshimiwa mkuu wa wilaya. Kila siku ninatumia nauli kuja huku. Natumia nauli, ninahangaika, kunahangaikia 100, 200, 100, 200, ile 100, 200 hii ndio huku niwajengee watoto waweze kuishi. Lakini mtu anakuja na kuziba kwa kutumia ubabe kwa ukoloni. Kwa hiyo naathirika, kwanza natumia gharama kubwa, nije huku nifanyeje? Alafu unafika huku yeye anakujibu anavyojisikia. Anakuambia hakuna hata serikali ya kuweza kubomoa ukuta. Jina naitwa Victor Juma Masuka, ni mkazi wa eneo hili la Kitwana, mtaa wa Kitwana hii. Nashukuru sana kwa mkuu wa wilaya kwa maelekezo alionayo. Ni ya kazi na utu. Ina maana utu kweli umetendeka. Kwa sababu bila utu kutendeka hii fence isingebomolewa. Lakini utu umetendeka, sheria inafuata mkondo wake. Na kilichotuleta hapa sio huyu bwana. Tumeletwa na kelele za watu ambao Mheshimiwa Rais ameelekeza hataki kusikia kelele zao. Anachotaka ni kila mwana Kahama awe na tabasamu kutokana na huduma ambayo sisi viongozi wa serikali ngazi ya wilaya mpaka mtaani mpaka kijijini tunaitoa kwenu. Sasa kama serikali ya kijiji leo inadharauliwa, kesho mkuu wa wilaya kwa nini asidharauliwe? Anadharauliwa. Kwa sababu hii ni serikali yangu. Onyo kwa mwekezaji yoyote, kwa mtu yoyote mwenye fedha kufuata sheria
za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mambo yote, lakini hususan katika masuala haya ya ardhi. Kahama tunakaribisha wawekezaji, lakini mnapokuja halmashauri ipo. Unataka kujenga nyumba, nenda halmashauri. Unataka kujenga ukuta, nenda halmashauri upate kibali cha ujenzi. Watakapokuja hapa watakupimia kama eneo lako halijapimwa. Kama limepimwa, watakuonyesha mipaka kati yako wewe na mtu mwingine, ili kuepuka migogoro ambayo inatengeneza chuki hasa kwa wasionacho. Na mimi niwaombe, endeleeni kushikamana na serikali yenu.